kumsikiliza Mungu kwa maneno yake. Yesu anasema anafundisha ili tupate faida. Unaweza kuketi vizuri kabisa. Niombe kwa ajili ya mwalimu wa Sunday School. Baba, nakushukuru kwa neema yako na ushindi wako, na kutukuza kwa ajili ya madhabahu hii Bwana, ambayo ina majibu ya watoto wako. Asante Bwana kwa ajili ya vijana hawa, mabinti na wababa na wakaka. Asante Bwana kwa ajili ya wazee Bwana na watoto. Asante kwa ajili yangu Bwana, umetupa kibali cha kufika asubuhi ya leo mahali hapa Bwana. Tunahitaji kujifunza kwako Yesu Kristo. Asante kwa kutupa kibali, lakini Bwana bado tunahitaji kujifunza kwako. Mungu, naomba Roho wako Mtakatifu akatawale kwenye ibada leo, akatawale kwenye siku ya leo Bwana, tukajifunze kwako, tukapate faida sawa sawa na neno lako Bwana, ya kwamba ulituma neno ili kutuokoa katika maangamizo. Ukatume neno mahali hapa Bwana, na hilo neno Bwana likafanyike kuwa maelekezo kwenye maisha yetu, ili likabadilike kuwa matendo Bwana, maana imani bila matendo haifai kabisa, maana sio kitu kabisa. Mungu, naomba Bwana kupitia neno lako la Sunday School siku ya leo, Mungu kamtumia mtumishi wako kama chombo, na hilo neno likabadilike kuwa maelekezo kwetu Bwana, likabadilike kuwa maelekezo kwangu na watu wote ambao wataingia katika hekalu hili Bwana. Zaidi Bwana, endelea kuwakusanya watu Bwana kuingia katika hekalu hili, hata kama Bwana walikuwa hawana uwezo wa kuja. Mungu, waje kwa sababu ya utukufu wako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kabidhi madhabahu hii yote Bwana mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Mwalimu wa Sunday School anasogea mbele, unaweza kaongeza makofi ya kutosha kabisa. Namshukuru Mungu pia kwa kupata nafasi kusimama mahali hapa kwa ajili ya kufundisha neno lake. Ni neema ya pekee, sio kwamba mimi nastahili sana, hapana, ila neema yake inatosha. Haleluya. Tusome kitabu kile cha Kutoka 33 mstari wa kwanza mpaka 19. Tasoma kama ilivyoandikwa. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa kwanza. Nasema, Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Mstari wa 4. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu, dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Basi desturi ya Musa ilikuwa na kuikita nje ya malango. Mbali na hayo malango akaita hema ya kukutania. Hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno la Bwana akatoka akaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya malango. Hata hapo kwanza, Biblia inatuambia kwamba wakati ule wana wa Israeli walipokuwa Misri walikuwa wakiteseka sana. Haleluya. Walikuwa wakihangaishwa sana kwa sababu walitoka Kanani wakaenda Misri. Wao hawakuzaliwa huko, walikuwa wa Kanani, walikuwa Israeli, wakatoka huko wakaenda Misri. Umefika huko wakawa wananyanyasika sana, wamekaa utumwani kwa muda wa miaka 400. Bwana Yesu asifiwe sana.
wamekaa huko, wakawa wananyanyaswa, wakawa wanateseka. Na wakati ule wanaenda alikuwepo Yusufu, lakini akaja mfalme mwingine ambaye hamjui Yusufu, ambaye alikuwa ni Farao. Kwa hiyo wakawa wananyanyasika sana, wakawa wanateseka. Sasa wakaanza akamwagiza Musa aende akaokoe wana wa Misri. Kwa kichwa cha somo unaweza kuandika kutembea na uwepo wa Mungu. Kichwa cha somo andika kutembea na uwepo wa Mungu. Musa akamwambia Bwana, umeniambia watu hao nitoke nao niende nao niwapeleke nchi uliyoifikiria wewe, kwamba ni nchi iliyojaa maziwa na asali. Ninawapeleka, nani atakaye kwenda naye? Mungu alikataa kwenda na wana wa Israeli kwa sababu walikuwa na shingo ngumu. Walikuwa ni watu ambao hawamsikilizi. Leo wanamsikiliza Mungu, kesho hawamsikilizi Mungu. Leo wanamheshimu Mungu, kesho hawamheshimu Mungu. Na ndio kanisa ambalo tuko nalo leo. Leo unakaa uweponi mwa Bwana, kesho haupo uweponi mwa Bwana. Leo unakaa kanisani, kesho haupo kanisani. Kwa hiyo tumekuwa ni watu ambao tunabadilika. Hatumheshimu Mungu tena. Hatueleweki. Tuko upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana akamwambia Musa, wachukue watu hao waende wakawapeleke, uende nao, nitamwagiza malaika kati yenu ataenda na nyinyi. Musa akajiuliza kwamba sasa hawa watu wao ndio wameniambia ni watoe hapa na wapeleke nchi iliyojaa maziwa na asali. Wewe hautakwenda pamoja nao. Tukienda huko itakuwaje? Mimi mwenyewe nakuwapeleka sipajui. Mungu anamwambia Musa, nitamwagiza malaika aende kati yenu, maana mimi nikiingia kati yenu ndani ya dakika moja naweza nikawaangamiza. Ndio hivyo sasa sisi tulivyo leo. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Tunasogea miguuni pa Bwana kwa neema yake. Maana kama sio neema ya Mungu hatuwezi kusogea mbele za Bwana. Endelea mstari wa 12. Mstari wa 12, neno la Mungu linasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe haukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Endelea. Mstari wa 13, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Mstari wa 15, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu utakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, nitakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Haleluya. Kwa Musa akang'ang'ana akasema kwamba sawa, unaniagiza mimi niende na watu hawa, lakini hujanijulisha nani atakayekwenda pamoja na sisi. Tunaenda nani atakayeenda pamoja na sisi? Tunaenda nchi ya ugeni, sisi wenyewe hatuijui. Tunaenda na nani? Je, tutapokelewa huko tunakoelekea? Nchi ambayo mimi mwenyewe sijawahi kufika, maana Musa mwenyewe amezaliwa Misri. Sijawahi fika. Tunaenda huko, atakayetupokea ni nani? Tunaenda nchi ya ugenini.
Wale watu watajuaje kwamba sisi tumepata neema mbele zako, tumepata kibali? Watajuaje kwamba sisi tumekubalika? Watajuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hivyo na sisi. Tusipotembea na uwepo wa Mungu, neema ya kukubalika mbele za watu haipo. Kama hauna Roho Mtakatifu, neema ya kukubalika mbele za watu haipo. Unaweza ukashangaa unafanya kazi mahali na ukakataliwa. Unamtumikia Mungu sawa, tunajua unamtumikia Mungu, unamheshimu Mungu sawa kabisa, lakini neema ya kukubaliwa haipo. Neema ya kukubalika kwamba huyu ndiye, haipo. Kwamba huyu anatakiwa kae kwenye nafasi hii hapa, haipo. Musa akajiuliza maswali akasema kwamba sawa, unaniagiza mimi niende na hao watu, lakini ni nani anatakiwa kwenda pamoja naye? Mungu anamwagiza malaika. Akasema no, kama hauendi pamoja na sisi basi utuache hapa hapa, usituchukue kutoka hapa. Nini maana yake? Kama sisi kwenye vijana tumejifunza somo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha kila kitu. Yeye ndio anayetuongoza kwamba ukifanya hiki ni kibaya, ukifanya kile ni kibaya, ukifanya kitu fulani ni kibaya. Kwa nini? Yeye ni kiongozi, yeye ni mwalimu. Kwa sababu gani? Sisi hatuwezi tukafanya mambo peke yetu bila kuwa na Roho Mtakatifu. Kama ukifanya mambo mwenyewe, maana yake unaweza ukamkosea Mungu kwa sababu umeenda kichwa. Haujafanya vile Mungu anataka, ila umefanya vile wewe unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Musa akajiuliza maswali akasema, sawa, tunaenda, unanipeleka hawa, anaenda pamoja nao ni nani? Kule itajulikanaje? Ni sawa na wewe utoke hapa uende sehemu ambapo hawakufahamu. Aidha umeitwa kazini au ndio unahamia huko. Usipopata neema ya kukubalika, maana yake hata huko utakataliwa. Usipopata ile neema ya kukubalika unakoelekea, maana yake hata huko utakataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Maana yake Roho Mtakatifu hayuko ndani yetu. Kwa nini Mungu alikataa kwenda na wana wa Israeli? Mungu alikataa kwenda na wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walikuwa hawaeleweki. Leo wanamkubali Mungu, kesho wanamkataa Mungu. Leo wanamkubali Mungu afu kesho wanachonga sanamu zao. Walikuwa ni watu ambao wanamheshimu Mungu kwa midomo tu, lakini ndani ya mioyo yao walikuwa wamheshimu Mungu. Unaweza kuwa ni mtu ambaye unamheshimu Mungu kwa mdomo tu kwamba mimi nampenda Bwana, mimi nampenda Yesu, mimi namheshimu, lakini ndani ya moyo wako haumpendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya moyo haumpendi Mungu, ndani ya moyo wako hayupo. Kwa nini? Unamheshimu kwa mdomo tu, lakini ndani ya moyo wako hayupo. Tusome faida za kutembea na uwepo wa Mungu. Tusome Kutoka sura ya 14. Hapo ndio utaipata faida ya kwanza. Neno la Mungu linasema, akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitembea na uwepo wa Mungu unakuwa na amani, unapata neema. Yesu asifiwe sana. Kwa ukiwa na uwepo wa Mungu manake utakuwa na amani. Hauwezi kuwa na vikwazo alafu unatembea ndani ya uwepo wa Mungu. Hicho kitu hakipo. Manake nini? Ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu lazima utakuwa na amani. Hakuna vikwazo vinavyoweza kutokea, hapana. Vitatokea ndio, hatukatai, lakini ile amani ya kimungu ipo. Makwazo hayana budi kuja, lakini amani ya Mungu ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwape ushuhuda wa binti mmoja ambaye mimi mwenyewe nimemshuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Huyo binti alikuwa akikaa kwa ndugu yake. Ndugu yake ambaye ni babake mdogo. Yule binti alikuwa akimpenda sana Mungu. Alikuwa akimheshimu sana Mungu. Ndio nakwambia makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake yeye anasababishaje? Yule binti akawa anakaa kwa ndugu yake. Ndugu yake ambaye ni baba yake mdogo alikuwa anakaa pia na watoto wake. Lakini bado hapo hapo akawa anakaa pia na mke wake. Ndoa ya yule baba ilikuwa haina amani. Sio kwamba binti ndio kusababisha ndoa isiwe na amani, hapana, ila ndoa ya yule baba ilikuwa haina amani.
Binti akakaa, alikuwa ameokoka huyo binti, anamheshimu sana Mungu. Akakaa pale, akaendelea na shughuli zake za kumtumikia Mungu kama kawaida. Siku moja huyo babake mdogo akamwambia, wewe ni mtoto wangu sawa, una juhudi zote za kumtumikia Mungu, ni kweli. Umefika hapa, una takriban ya muda sasa umekaa, umeona ndoa yangu ilivyo. Ndoa yangu haina amani. Sijawahi kuwa na amani kwenye ndoa. Sijawahi kuwa na furaha yoyote kwenye ndoa. Yule binti akasema, sasa tunafanya nini? Tuombe uwe na amani kwenye ndoa au wewe ulikuwa unaonaje? Babake akamwambia, sio swala la kuomba kuwa na amani kwenye ndoa, ila swala ni kwamba tangu ufike hapa nimekuona ukiwa ni msichana mwema, ukiwa unanitii na kunisikiliza. Hata watoto wangu hawajawahi kunitii na mimi. Ukiwa unaniheshimu na kunipenda, hata watoto wangu hawajawahi kuniheshimu na wewe unavyoniheshimu wewe. Kuna muda watoto wangu ninawaagiza ndani mahali fulani hawaendi, lakini wewe umefika hapo nikikuagiza nenda mahali fulani unaenda. Fanya kitu fulani unafanya. Wewe mwenyewe umekuwa ni shahidi. Mke wangu ninakaa naye mahali hapa, lakini hatujawahi kuwa na amani hata siku moja. Tukikaa na amani leo, tutakaa wiki nzima hatuna amani. Tukiwa na amani sasa hivi, tutakaa mwezi mzima hatuna amani. Yule binti akamwambia, sasa tuombe au wewe ulikuwa unasemaje? Akamwambia, shida sio kuomba. Akamwambia, shida ni nini? Akamwambia, shida ni kukuchukua wewe mwenye hekima na adabu kuwa mke wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani binti yule ni baba yake, yule ni baba yake, tena baba yake mdogo ambaye yuko sawa na kaka yake. Yaani kaka yake na binti huyu ni mdogo wake. Bwana Yesu asifiwe. Manake damu ni moja. Akamwambia, sio kuomba, shida ni kukuchukua wewe kuwa mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule binti akasema, hapana, haiwezekani. Siwezi nikakubali kuwa mke wako. Akamwambia, mimi namheshimu Mungu, wala siwezi kukubali kumdhalilisha Mungu mahali hapa, tena kwako, kwa ndugu yangu, baba yangu mdogo. Binti akamwambia, hapana, haiwezekani. Acha niondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukitembea na uwepo wa Mungu, makwazo hayana budi kuja, lakini ndani ya yale makwazo ndio kunakuwa na ile test. Shetani anakujaribu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwa ajili ya majibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nijaribu. Kibali cha Mungu huwa kinatofautiana na kibali cha shetani. Na tuamesoma kwenye kitabu cha Danieli, Danieli 2:19 pale. Danieli alifunuliwa siri za Mungu, yaani siri ya ndoto ya mfalme. Mfalme alikuwa ameota ndoto ameisahau, akafunuliwa. Kwa hiyo ili ujue kwamba umepata hiki kibali ni cha Mungu au hiki kibali ni mtego wa shetani, ni muhimu ukamwomba Mungu au anakufunulia. Maana Mungu ndiye anayeweza kukusaidia kujua kwamba hiki kibali kinakupeleka kwenye dhambi au hakikupeleki kwenye dhambi. Hiki kibali kinasababisha mambo mazuri au mabaya. Cha muhimu ni kwamba umuombe Mungu ndiye akufunulie. Na Mungu huwa anafunua kwa njia nyingi. Kuna njia zingine huwa wengine wanaota ndoto, wengine tu moyo wako unakataa kufanya jambo fulani. Wengine tu yani unashangaa mawazo yako ya kwamba niende kwenye nipate kibali, niende kwa mtu kama huyu. Mawazo tu unaona yanakataa. Maana ni Mungu anakufundisha kwamba usiende hilo eneo. Amina. Kiongozi kwa ajili ya tiba na ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Mwenye sikio na asikie. Mwalimu amefundisha vizuri. Mungu amemtumia kama alivyopenda mwenyewe. Ni mimi mwenyewe kuyazingatia haya maneno ya Mungu. Tembee katika uwepo wa Mungu. Tuendelee kumwona Mungu. Hebu